Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina anaitwa Pastor Bernard Joseph. Siku ya leo Mungu ametupa neema na uzima na afya kuweza kukuletea neno la Mungu. Kabla sija kuletea neno la Mungu, naweza nikaomba alafu tuweze kuendelea. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru Bwana Yesu kwa neema na utukufu. Asante kwa ajili ya neema ambayo umeachilia siku ya leo. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye anasikiliza saa hii katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, achilia neema, nguvu na utukufu wako kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Neema yako na utukufu wako Mungu ninauachilia katikati ya kila mmoja anayesikiliza saa hii. Mungu akubariki sana. Wiki iliyopita tulizungumza kuhusu namna ya kuangusha madhabahu za mababa au mababu zinazozuia hatima yako, na tukaangalia madhabahu ni nini. Tukasema madhabahu ni sehemu ya ibada, lakini pia madhabahu ni chanzo cha nguvu, lakini pia madhabahu ni kiunganishi cha mtu na Mungu. Mungu akitaka kusema na mtu huwa anatumia madhabahu, na ili madhabahu iitwe madhabahu inahitaji vitu 4 au 5 ili iweze kukamilika kuwa madhabahu. Namba 1 ni sadaka ya madhabahu. Madhabahu yoyote ili iweze kuwa madhabahu lazima pawepo na sadaka ya madhabahu. Lakini namba 2, kuhani wa madhabahu. Na tulijifunza kuna aina 2 za madhabahu. Kuna madhabahu za giza, kuna madhabahu za nuru. Madhabahu za giza huwa zina kuhani wa madhabahu, lakini na madhabahu za nuru pia huwa zina kuhani wa madhabahu. Mtu yoyote ameunganishwa kupitia madhabahu, na katika mazingira haya ambayo tupo, mtu anaunganishwa na madhabahu ya giza au madhabahu za nuru. Madhabahu za giza zinaweza zikamconnecti mtu na ufalme wa giza, lakini madhabahu za nuru zinaweza zikamconnecti mtu na madhabahu za nuru. Na kabla sijaendelea zaidi, kuna kitu kimoja ambacho natamani nikufundishe siku ya leo kwenye kipengele cha madhabahu. Kuna aina nyingi sana za vita ambazo watu huwa wanakutana nazo. Siku ya leo nitakuchambulia aina kama 4 za vita. Kuna vita ya kwanza inaitwa vita ya hatima, lakini namba 2 kuna kitu kinaitwa vita ya kukataa kuonewa. Namba 3 kuna vita ya kupandishwa viwango, lakini namba 4 kuna vita ya kuchukua nafasi yako. Vita ya kuchukua nafasi yako. Shetani anapoona unataka kufika kwenye hatima fulani, huwa anaanzisha vita, na hizo vita zinakuja kukushambulia ili usiweze kufikia hatima yako. Lakini leo tutaangalia kwenye vita, hasa vita ya madhabahu, namna madhabahu zinavyoweza kukwamisha hatima yako, namna madhabahu zinaweza kukukandamiza usiweze kusogea eneo moja ama eneo lingine. Maandiko anasema katika kitabu cha Waamuzi sura ya 6 na ule mstari wa 25. Biblia inasema, ikawa usiku huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa pili wa baba yako, yani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali alionayo baba yako, ukaikate ile Ashera iliyo karibu nayo, ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii kwa taratibu zake, ukamtwae yule ng'ombe wa pili na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa kwa kuni za ile Ashera ulioikata. Ndipo Gideoni akatwaa watu 10 miongoni mwa watumishi wake, akafanya kama Bwana alivyomwambia. Lakini ikawa kwa sababu aliwaogopa watu wa nyumba ya baba yake na watu wa mji, hakuweza kuyatenda hayo wakati wa mchana, basi aliyatenda usiku. Hata watu wa mji walipoondoka asubuhi na mapema, tazama, madhabahu ya Baali imebomolewa na ile Ashera iliyokuwa karibu nayo imekatwa, na yule ng'ombe wa pili ametolewa sadaka juu ya ile madhabahu iliyojengwa. Wakaambiana, ni nani aliyetenda jambo hili? Hata walipotafuta habari na kuuliza, wakasema, Gideoni mwana wa Yoashi ndiye aliyetenda jambo hili. Wiki iliyopita nilikufundisha namna Mungu alivyokuwa anamwambia Ibrahim atoke nini kwenye nyumba ya baba yake, mahali ambapo alikuwa amekandamizwa. Kwenye nyumba ya baba yake walikuwa wanaabudu mizimu, wanaabudu mawe, wanaabudu miti. Ile namna ikafifisha au ikaua
ilikuwa inaua hatima ya Ibrahim, kwa sababu Mungu alitaka ambariki Ibrahim na kumfanya kuwa taifa kubwa, na Mungu akamwambia atoke. Tukaona Ibrahim akatoka, Mungu akambariki, akampa uzao. Lakini siku ya leo Mungu anamtokea Gideon akiwa kwenye pango anapepeta ngano. Maandiko anasema Mungu alipomtokea akamwita Gideon shujaa. Maandiko anasema alivyomwita Gideon akakataa, akasema mimi sio shujaa. Biblia inasema Mungu akamwambia Ibrahim, akamwambia Gideon, ondoka saa hii uende mpaka katika nyumba ya baba yako. Utakapofika huko, nenda ukaiangushe madhabahu ambayo iko kwenye nyumba ya baba yako. Ukisha iangusha, nitakupa uwezo, na ndani yako kuna uwezo, ndani yako kuna ushujaa ambao utasababisha kuweza kuwatoa watu wengine. Kwa hiyo madhabahu inaweza ikakukandamiza, ikaondoa uwezo ulio ndani yako, ikaondoa hatima iliyo ndani yako. Kuna mahali Mungu atatamani akupeleke, lakini madhabahu zinaweza zikanyima ule uwezo ulio ndani yako. Biblia inasema Mungu anamwambia Gideon, na mimi ninakuambia saa hii, nenda ukavunje kila madhabahu ambayo imekuwa ikikwamisha hatima yako. Kuna madhabahu zinakwamisha hatima, kuna madhabahu zinaua uwezo ambao uko ndani yako. Biblia inasema katika kitabu kile cha Petro wa kwanza ile sura ya 18 na 19, anasema atukukombolewa kwa vitu viharibikavyo, si kwa fedha wala kwa dhahabu, ili tuweze kutoka katika namna isiyofaa tulioipokea kutoka kwa baba zetu. Yako matendo, ziko asili, viko vitu ambavyo tulivipokea kutoka kwa baba zetu, vinatunyima uwezo tulionao. Biblia inasema bali kwa damu ya samani, kama damu ya mwanakondoo asiye na ila. Yesu alipopigwa msalabani alihakikisha unatoka kwenye kila aina ya kifungo ambacho kimekukandamiza. Ni kifungo cha madhabahu, unashindwa kusonga mbele, ni nguvu za giza zimekukamata, nguvu za mapepo zimekukamata, unashindwa kutoka mahali ulipo. Biblia inasema damu ya samani ilipomwagika, damu ya mwanakondoo, damu ya Yesu, huwa ina uhalali wa kukufuatilia, wa kukuchomoa mahali ulipo. Hata kama kuna mahali kuna giza, kuna ukame, huwezi kutoka. Damu ya Yesu huwa ina tabia ya kufika kila mahali. Maandiko anasema kwa damu ya samani, fedha haiwezi kumkomboa mtu. Unaweza kuwa na fedha nyingi, unaweza kuwa na mali nyingi, unaweza kuwa unaheshimika, una heshima ya kila aina, lakini fedha haina mamlaka ya kumkomboa mtu. Ndio maana Yesu aliona aje ili aweze kutukomboa, ili aweze kututoa kwenye kila ukame, ili aweze kutuchomoa kwenye kila magereza ambayo alikuwa ametuficha, amekandamiza hatima zetu. Biblia inasema tazama, watu hawa ni watu walioibiwa, wamefichwa, wamenaswa, wamefichwa kwenye mashimo, wamefanyika kuwa mawindo. Hakuna mtu hakuna mtu asemaye rudisha. Kuna mahali unaweza kuwa umefichwa, madhabahu za kuzimu zimekuficha. Kila unachofanya unaona hakiwezi kwenda, kila unachofanya unaona hakiwezi kusogea, lakini damu ya Yesu ina uwezo wa kufika. Nini? Kwa sababu damu ya Yesu ilifanyika kuwa kama sadaka, kutuchomoa kwenye kila madhabahu za mababa, madhabahu za kuzimu, madhabahu ambazo zilikuwa zimefunga hatima. Kuna wengine ni wasomi wazuri, wengine wanatamani kusoma kufika mbali, lakini madhabahu za baba zao zinazuia wasiweze kupata elimu. Niko hapa kukuambia, ukizivunja kila madhabahu za kuzimu, una uwezo wa kutoka mahali ulipo, una uwezo wa kuchomoka mahali ulipo. Nini? Kwa sababu damu ya Yesu na mkono wa Yesu unafika kila mahali. Usikate tamaa, ujione uwezi. Utakapompa Yesu maisha yako, utakaporuhusu Yesu aingie ndani ya maisha yako, kuna jambo jipya litaanza kutokea kwenye maisha yako. Kuna badiliko litaanza kutokea kwenye maisha yako. Kuna giza ghafla litakuachia. Utaona tumaini jipya. Utaona mambo ambayo alikuwa ameshindikana kwa akili za kibinadamu, kuna namna yanaanza kuenda. Nini? Damu ya Yesu ina uwezo wa kuvunja madhabahu zilizokukandamiza. Ina uwezo wa kuvunja asili ya mahali ulipotokea na ukaweza kuwa salama. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Mungu kwa neema hii na kwa msikilizaji huyu. Achilia neema, achilia utukufu wako. Haribu kila vifungo vyote vya kuzimu ambavyo vimemkamata saa hii. Kila madhabahu, mifumo yote ya giza, anaposikia sauti hii, neema yako Mungu ikatawale na kuharibu kila vifungo.
Mungu akubariki sana, aendelee kukupa neema na utukufu sio wa kawaida. Nitataja namba zangu za simu ni 0622040481, 0622040481. Mungu akubariki sana.